Kuna watoto wengi wako ni ombaomba barabarani, lakini hatuoni viongozi wa dini wakijitoa kwa ajili ya pesa. Kwa majina naitwa Pastor Christine Mlingi wa kanisa la Faith Victory International. Swali la kwanza kabisa linauliza, kwa nini kadri vitu vinavyozidi kwenda ndivyo baadhi ya watu wanapoteza imani na taasisi za dini? Kwanza naweza kusema kashfa mbalimbali za dini. Kashfa mbalimbali za dini zinasababisha baadhi ya watu kupoteza imani kabisa na dini, bila kujali ni aina ipi ya dini. Kwa sisi kama Watanzania tunaamini kwamba tuna mifumo miwili tu ya dini. Tuna dini ya Kikristo, lakini pia tuna dini ya Kiislamu. Katika dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo, ukipoteza mwelekeo halisi au mwelekeo wa ile imani kwa maneno, kwa matamko, lakini pia kwa matendo, unapoteza mustakabali mzima wa kumshawishi mtu au kumvutia mtu kuweza kuwa sehemu ya hiyo dini. Kwa hiyo watu wengi wanapoteza imani na taasisi za dini kwa sababu hawana cha kujifunza. Vitu vingi ambavyo sasa hivi ni vya kujifunza vimekuwa kama vitu vya mashindano, burudani, vichekesho, lakini ile imani halisi kabisa inatoweka na inapotea. Na hapa niseme tu ni kwa dini zote. Sasa hivi malumbano yamekuwa ni makubwa kati ya waumini na watumishi, kati ya watumishi na waumini. Kesi zimekuwa nyingi sana. Kwa hiyo hii inapoteza heshima, ladha, mwonekano na taswira zima ya imani zote mbili kwa sasa hivi. Kwa nini kuna ongezeko la vijana wanaosema ninaamini Mungu, lakini hawaonyeshi uhalisia wa kumwamini huyo Mungu? Kitu pekee ninaweza kusema ni kwamba tuna kizazi ambacho sasa hivi kinafanya utafiti, na tuna kizazi ambacho sasa hivi hakiendi kwa sababu ni dini na hakifati dini, ila kinafata maelekezo ya dini. Kinafata kitabu cha dini kinasema nini, na kinafata mwongozo wa dini unasema nini. Kwa hiyo vijana wengi wamekuwa na shida ya kuingia maybe tuseme msikitini au kanisani, kwa sababu nitarudia swali, ajibu langu la kwanza kabisa, hakuna maadili ya viongozi yanayoweza kuwapeleka vijana wa sasa hivi wa kizazi hichi tunawaita Gen Z kumwamini Mungu. Kwa sababu wewe unaweza ukamfundisha kijana wa leo au Gen Z namna ya kumwamini Mungu, kumbe umemdanganya. Yeye anapokwenda kufanya utafiti wa mtandao, na kizazi cha sasa hivi kinaishi kwa mtandao, akakuta umekosea kitu kidogo sana, imani yake imetoweka kwako. Kwa hiyo vijana wengi, ongezeko kubwa la vijana sasa hivi kuto kumwamini Mungu linatokea kwa sababu ya matendo ya viongozi wa dini. Hayawafundishi kitu chochote. Baadhi, sio wote, baadhi ya viongozi wa dini hawafundishi vijana kama wazee wetu huko zamani walivyokuwa wanafundisha watoto na vijana namna ya kukulia imani, namna ya kukaa kwenye imani. Kwa hiyo I believe kwamba kama viongozi wa dini pande zote mbili, labda tuseme Waislamu na Wakristo, wakikaa wakafundisha kabisa miongozo ile ya dini vizuri, hakuna kijana ambaye anaweza kukosa kwenda kanisani au kwenda msikitini. Ni sisi viongozi wa dini tujaribu kuangalia wapi tunakosea, na tuwaelewe kwamba kizazi cha sasa hivi ni kizazi kinaenda na teknolojia kubwa sana. Tukiwakosea kidogo tumewapoteza katika hatima zao zote. Kiongozi wa dini unapokuwa na kashfa, humshawishi kijana tena
aweze kwenda kusali au kanisani. Hawezi, kwa sababu huna ambacho umemfundisha, lakini zaidi ya yote ni kwamba unampoteza. Na sasa tuna vijana ambao tunapoteza kwenye imani. Kwa nini baadhi ya watu wanaoshika dini huonekana kukosa upendo, huruma na utu katika mahusiano yao na ya wengine? Hebu nilirudie hili swali. I like this question jamani. Kwa nini baadhi ya watu wanaoshika dini kwa bidii, I say, huonekana kukosa upendo, huruma na utu katika mahusiano yao na ya wengine? I like this question. Kitu pekee naweza kusema ni kwamba ubinafsi. Kila mtu anataka kujiangalia yeye bila kumwangalia mtu mwingine. Lakini unajua, hatukuitwa kwa ajili yetu. Tumeitwa kwa ajili ya kila mtu. Wewe usipokuwa na moyo wa huruma, huwezi kumhudumia mtu yoyote ambaye Mungu anamtaka kwenye maisha wewe umfikie. Tukisoma kwenye Biblia, Yesu alikuwa na huruma sana. Aliwafikia watoto, aliwafikia wagonjwa, aliwafikia wasiokuwa wagonjwa, alifikia watu wengi sana. Na nakumbuka kuna historia moja, watumishi wake hao wanafunzi wake waliwaambia, Bwana, tumekaa hapa muda mrefu hatuna chakula. Watu wanakufa na njaa. We need food. Unajua kile kitu kilimuumiza sana. Akauliza, nani ana chakula hapa? Mtu mmoja tu akajitokeza akasema, tuna mikate kadhaa, lakini tuna samaki kadhaa. Aligundua kwamba kuna watu wanahitaji kula. Lakini si hivyo tu. Tuna mfano mmoja wa kaka yake na Martha, ambaye ni kijana ambaye Yesu alimpenda sana. Alikufa, Lazaro. Biblia inasema Yesu alipofika kaburini alilia kwa sababu aliona huruma. Kwa leo baadhi ya watu wanaoshika dini kwa bidii wanakosa huruma kwa sababu wanajiangalia wao tu. Lakini hatujaitwa kwa ajili yetu tu. Tena sisi viongozi wa dini tumeitwa kwa ajili ya jamii. Tumeitwa kuwahudumia watu. Tena unajua, mimi inanipasa nilale njaa, lakini kuna maskini inabidi yale. Oh, come on. Mimi inabidi nikose mavazi, lakini kuna yatima lazima apate mavazi. Mimi inabidi nikose gari zuri VX, lakini kuna yatima ambaye anaomba mtaani apate angalau hata chakula. Kwa nasema ni ile kujiangalia wewe badala ya kuangalia mtu mwingine ambaye Mungu anataka huyo umfikie. Sisi hatujaitwa kwa ajili yetu, tumeitwa kwa ajili ya watu. Tena wale watu duni. Sasa viongozi wa dini leo tunataka watu ambao sio duni. Watu ambao ni duni, hatuoni wa thamani. Lakini hao ndio tumeitiwa. Yesu hakutembea kwa matajiri tu, au mtume hakutembea kwa matajiri tu. No, alitembea kwa watu duni. Kwa hiyo ninafikiri kujipenda, kujipendelea, kutaka sifa, kutaka maonyesho kwamba nina hichi kitu, niko hivi, nafikiri kina to let down sana sisi baadhi ya watumishi wa dini. Na mimi pia yamkini nikijue, kwa sababu siwezi kuongelea mtu mwingine alafu nikajiacha mimi pia, kwa sababu pia na mimi ni kiongozi wa dini. Naweza kujibu hivyo tu. Ni kitu kigumu sana. Kinasikitisha. Na tuna baadhi ya watumishi wengi leo ukiangalia wana mahoteli,
wana majumba ya kifahari sana, lakini sioni mahali ambako wanakwenda kusaidia watoto yatima. Wanasema kwamba tunapeleka vyakula kwa watoto yatima. Hawapo, na kama wapo ni baadhi wachache sana. Kuna watoto wengi wako ni ombaomba barabarani, lakini hatuoni viongozi wa dini wakijitoa kwa ajili ya kuwasaidia. So hakuna upendo, hakuna huruma. Ni kama utu umetoweka katikati ya watumishi. Unajua tuna watoto wengi wa mtaani. Unajua tuna watoto wengi wa mtaani na tuna yatima wengi. Kuna watu wasiojiweza, kuna walemavu wanahitaji viti, tuna watoto wanazaliwa hawana uwezo wa kwenda shule. Lakini mtu anaweza akatumia gharama kubwa kufanya kitu, yani mpaka ukashangaa ukasema, mbona sasa kama kuna kiti kilitakiwa kununuliwa cha mlemavu mmoja, au sijui kama hatuwaoni, I don't know, lakini pia mimi inanigusaga sana. Ni tabia gani tukiziendekeza ndani ya miaka 10 tunaweza kuwa na kizazi cha hovyo? Kwanza nipende kusema kwamba tabia ya kwanza, kuto kuelimisha vijana kuhusu kazi na uwajibikaji. Kama hatutaweza kuwafikia vijana kwa elimu toshelevu kwamba wanahitaji kufanya kazi, tutakuwa na kizazi kimoja cha ovyo sana. Na kama hatutaweza kufundisha kizazi chetu kuhusu dini, tutakuwa na kizazi cha ovyo sana. Tutakuwa na kizazi ambacho kitapoteza maadili katika uongozi, iwe wa serikali. Tutakuwa na kizazi ambacho kitapoteza maadili hata katika taasisi za dini. Tutapoteza kabisa hiyo nafasi. Kwa hivyo ili tusiwe na kizazi cha hovyo, inatupasa kuwekeza kweli. Serikali iwekeze mafundisho toshelevu kwa vijana wanaoajiriwa, lakini pia taasisi za dini ziwekeze mafundisho toshelevu kwa vijana wa sasa hivi. Kwa sababu kadri dunia inavyokwenda, tunaona vijana wengi wanapoteza nidhamu, heshima, bidii, uwajibikaji. Vijana wengi tusipoangalia wanakwenda kuwa tegemezi, na si tegemezi tu, wanakwenda kuharibikiwa zaidi. Na hivi sasa hivi wanapokuwa wanakosa ajira, wanajiingiza kwenye vitu vigumu sana vya hovyo. Kwa hiyo tuwape elimu toshelevu, tuwape elimu kuhusu swala la maadili. Nitasisitiza sana heshima. Yaani kwenye maadili nataka nisisitize heshima. Heshima ni kitu kikubwa sana ambacho tunahitaji kuwafundisha kizazi chetu cha sasa. Heshima, kuangalia huyu ni mkubwa naweza kumjibu hivi, huyu ni mdogo naweza kumjibu hivi. Kwa hiyo hapo naweza kusema
Tusipowekeza katika elimu, tutakuwa na kizazi kimoja cha ovyo, na hatutakuwa na viongozi wazuri. Tutakuwa pia na viongozi wa ovyo kwenye taasisi zote, taasisi za serikali na hata taasisi za dini. Tutakuwa na viongozi wa ovyo sana, viongozi wasiokuwa na maadili, viongozi wasiofanya vizuri, viongozi wasiokuwa na heshima. Tutapoteza kizazi cha vijana ambao tunawategemea kama taifa la kesho, kanisa la kesho, msikiti wa kesho. Yeah. Swali letu lingine linasema kwa nini ni nini kinapaswa kuwa kipimo cha mafanikio ya taasisi ya dini katika maisha ya jamii? Kwanza nipende kusema maongezeko ya maadili ya watumishi. Tunapokuwa na ongezeko kubwa la maadili mazuri ya watumishi, ni kipimo cha mafanikio ya kila taasisi katikati ya jamii. Maadili yanapokuwa yamekosekana kwa dini zote, maadili yanamomonyoka. Na huwezi kumlaumu muumini unayemwongoza kwamba kwa nini umemomonyoa maadili. Yeye atakuuliza wewe umenijengaje kwenye hayo maadili? Kwa hivyo mafanikio ya taasisi ya dini katika maisha ya jamii yahakikishe kwamba yameboresha maadili, lakini yamejikita kwenye imani, yasijikite nje ya imani. Yakitoka nje ya imani yataharibu kabisa mustakabali mzima wa imani. Lakini mashindano kati ya dini na dini sio kipimo cha mafanikio ya taasisi yoyote. Kumekuwa na wimbi la mashindano ya dini hii na dini hii. Sisi sote tumeitwa kuongoza watu na kuwafikisha mahali ambako Mungu anataka wafike. Sasa tukisema kwamba dini hii na dini hii ziwe zenye mavutano, zishindani, wanaoweza kuathirika hapa ni wale tunaowaongoza. Kuna kamsemo fulani kanasema tembo wawili wanapopigana nyasi ndio huathirika au huharibika. Viongozi wa dini, kati ya dini na dini, tunapokuwa tunashindana, wanaoathirika ni wale tunaowaongoza. Wanaoathirika ni wale tunaowaaminisha kwamba Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa wote. Kwa hiyo hii ni athari kubwa sana. Hatupaswi kuwa wenye mashindano. Kwa hiyo kipimo cha mafanikio ya taasisi yoyote ya dini ni kufundisha imani ya kweli, upendo, umoja na mshikamano kati ya dini na dini, lakini pia huruma kwa wale ambao tunawaongoza, tunawafikia, na ndivyo maandiko yanavyosema, kuwajali yatima, kuwajali wajane, kuwajali wagane, lakini pia kuwaonea huruma wale ambao tunaowaongoza. Hicho ni kipimo kikubwa sana cha imani zote mbili, kufundisha mafundisho sahihi ya kweli. Tuna vitabu vikubwa tu viwili vya dini, kuna Qur'an lakini pamoja na Biblia. Wale tunaojikita kwenye Biblia basi tufundishe imani ya kweli katika Biblia, na wale wanaojikita katika Uislamu basi wafundishe imani ya kweli katika Uislamu. Kwa hiyo hichi ni kipimo kikubwa sana cha imani. Yeah. Swali la lingine linasema ni mambo gani yanaendelea kwenye mitandao yanaharibu jamii kwa sasa? Ni mambo gani yanayoendelea kwenye mitandao yanaharibu jamii kwa sasa? Sorry kwa kusema hivi, lakini pornography imekuwa ni changamoto sana.
kwa vijana, not only vijana, lakini pia hata kwenye ndoa. Oh, come on. Kuna mwanaume ambaye hawezi sex na mke wake mpaka aangalie picha inayomfanya apate hisia, apate shauku. Hii mbaya sana. Kuna mke ambaye hana hisia na mume wake mpaka aangalie picha ambayo ni mbaya, chafu. Mimi naita chafu, lakini wao wanaona kama ni starehe, lakini that is a spirit. Kwa mimi kama pastor nasema ile ni spirit, na hii imekuwa ni kesi kubwa. Hii imekuwa ni tatizo, yaani hilo ni tatizo. Lakini jambo la pili ni, samahani kwa kusema hivi, vijana kujichua. Haya ni mambo yanayoendelea kwenye mitandao. Mtu yuko tayari aweke wifi nyumbani kwake, sio kwa sababu ya kujifunza Biblia, sio kwa sababu ya kujifunza kitu kingine, lakini niko pale nataka niangalie kuna movie fulani imenivutia. Na huko mashuleni kwa wanafunzi, kwenye vyuo kumekuwa kubaya sana. Katika hichi kipengele wazazi tunahitaji kufanya utafiti sana. Hata watoto wetu tunapokuwa tunaangalia wameshafikisha umri fulani, tunahitaji kuwa makini sana. Kuangalia mtoto wangu ninapokuwa nimemnunulia simu, anaangalia nini, anafuatilia nini. Kwa hiyo haya sio mambo mazuri kabisa yanayoendelea kwenye jamii. Kwa hiyo vitu hivi ni vigumu sana kwenye mitandao ya kijamii. Na ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, picha nyingi ambazo zina vitu ambavyo ni vya ovyo, kama picha za utupu, picha za kukata mauno, ya picha za kukaa mtu amevaa nguo nusu uchi, zina trend sana. Yaani mwanaume akishaiona tu anataka apunguze stress hapo. Na mwanamke mwingine anataka tu angalie, yaani naona kuna kaka mmoja ametoka gym, kifua chake kimekakaa fulani, nataka pia angalia. Yaani ni shida huko kwenye mitandao ya kijamii. Kuna vitu vingi ambavyo sio sahihi, lakini pia tukiangalia vitu vingi vinavyoendelea kwenye jamii sasa hivi ambavyo vinaharibu jamii. Hapa sasa kwenye kizazi cha leo kwa kweli, mbaji mpunguze nyimbo za mapenzi, it's too much jamani. Mumtajage hata Mungu basi kidogo, yani kidogo, yani mapenzi yamekuwa, yani wimbo wa mapenzi unaiti sasa hivi. Unaweza ukapanda bodaboda utoka una safari ni mapenzi, alivyoumizwa kwenye mapenzi mpaka anafikisha. Ukibolti huko kwenye bajaji unasikia ni mapenzi alivyoumizwa. Na nyimbo nyingi sasa hivi za mapenzi ni mtu anazungumzia namna alivyoumizwa kwenye mapenzi. Guys, please, wanaume, mapenzi yamekuwa ni issue kwenye jamii. Yaani kwa mitandaoni sasa hivi ni mapenzi yanaumiza sana. Niliwahi kusema kwamba zamani wanawake ndo walikuwa wanaumizwa. Nowadays, yaani wanaume ndo wanalia. Kwani vitu vinavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Yaani mwanaume gani analia leo nimfuatilie kaachwa? Yaani ndo kitu kinachoendelea kwenye jamii sasa hivi. Big up wanaume na wanawake, lakini Mungu atusaidie katika ile eneo. Sidhani kama kuko vizuri. Lakini ninaona pia uharibifu mkubwa unaotokea sasa hivi ni uhamasishaji wa uhalifu. Watu wako tayari kuhamasisha uhalifu wa kitu fulani katika vitu ambavyo sio sahihi, iwe ni katika taasisi za dini, lakini pia hata taasisi zetu za serikali. Hivi ni vitu ambavyo vinaendelea kwa kasi sana kwenye mitandao ya kijamii, na hatuwezi kuviepuka kwa sababu ni teknolojia ambayo inaenda na ni kizazi cha sasa cha Gen Z. So Mungu atusaidie katika hili. Hili nimelijibu kwa mapana.
So mtaangalia kipi kinawafaa. Okay, sawa. Let's go. Ni malezi gani ambayo sio sahihi kwa wazazi lakini narudia. Ni malezi gani ambayo sio sahihi kwa mtoto ila wazazi wanayaendekeza? Hii pia inanihusu, maana mimi mama. Malezi mengi ambayo tunayaendekeza sisi kama wazazi ni kumpa mtoto anachotaka kwa wakati anaotaka, bila mzazi kujiuliza, je, hichi ninachompa mtoto anajua kwamba nimestruggle vipi kukipata? Tuna changamoto kubwa sasa hivi, mtoto akifikisha miaka 10 anahitaji simu. Tena sio simu ndogo. Simu sasa hivi wanazozitaka ni kubwa. iPhone, tena sio iPhone ndogo, iPhone kubwa. Kwa nini? Mtoto amepiki, ameona mtoto fulani wa tajiri ana iPhone, naye anaitaka iPhone. Na ule mtoto mwelezi kitu, umwambii kitu, anataka anang'ang'ania, anataka. Kwa hiyo unakuta mzazi hata kama inampasa akakope, amtimizie mtoto wake wajibu ili tu asimuumize mtoto. Sidhani kama tunafanya vizuri kama wazazi. Hii inaharibu watoto. Tunapoteza mwelekeo wa hatima ya elimu ya mtoto, lakini pia tunampatia mtoto uwezo wa matumizi makubwa ya akili kuliko umri wake. Kesho huyu mtoto atakapokuwa hawezi kufanya vizuri shuleni, hakuna tutakaye mlaumu. Tutajilaumu sisi wenyewe. Na tunapokuwa tunashindwa kuwa limit katika umri huo, hatutaweza kuwa limit watakapofika 18 years. Kwa sababu Waswahili walisema samaki mkunje bado akiwa mdogo. Yaani kuna mahali tu huwezi kumkunja. So kuna vitu tunaviendekeza sisi kama wazazi ni simu. Lakini kitu cha pili, kuto kumpa mtoto majukumu. Mtoto anapofikisha umri fulani lazima ajue kwamba anahitaji kujua nina jukumu la kufanya. Akila atoe sahani mezani. Akifikisha umri fulani lazima amsaidie dada jikoni. Lakini lazima pia asafishe chumba chake. Lazima afute kiato chake. Kwa hiyo na sasa hivi sisi wazazi tunaowalea watoto wetu kwenye maisha ya boarding, maisha ya wasichana wa kazi, hatuwafundishi watoto vizuri. Tunawaendekeza, tunawadekeza, tunawalemaza. Kesho huyu mtoto atakapokuja kuoa au akiolewa, itatugharimu sana sisi wazazi. So ni malezi ambayo sio mazuri kwa watoto. Kwa umri wao tuwawekezee elimu, tuwawekezee vitabu, simu tuwapatie, lakini kwa limitation, na tusiwape simu wanazotaka. Tuwape simu ambazo sisi wazazi tunaona zinawafaa kwa wakati wa umri wao. Nina swali lingine hapa linasema, ni mafundisho gani yaliyopo kwenye vitabu vya dini ambayo yakiwekwa kwenye jamii ya leo yanaweza kuleta utata? Viongozi wa dini, hapa naweza kujibu, tusijaribu kabisa kufundisha usawa. Tukijaribu kuingiza usawa sisi kama viongozi wa dini, labda tuseme dini ya Waislamu na dini ya Kikristo, usawa wa mwanamke yuko sawa na mwanaume, hapa tutaharibu. Kwa sababu Biblia inamdefine mwanamke ni nani, na hata Qur'ani pia inamdefine mwanamke ni nani. Lakini tukijaribu kusema kwamba au kufundisha au kuelekeza
au kutoa elimu yoyote kwamba mwanamke ana usawa sawa na mwanaume, asiye tutapoteza mwongozo mzima wa neno la Mungu kabisa, kwa sababu kwenye Biblia katika kitabu cha Mwanzo Mungu amenifundisha mimi kama mtumishi kwamba mimi mwanamke nilitoka kwenye ubavu, na nipende nisipende ni mwanamke tu. Kuwa kwangu mwanamke hakupotezi maana ya mimi kuwa mwanamke, ila kunanipa thamani kubwa sana ya nafasi ndogo niliyoitwa msaidizi. Ni nafasi kubwa mno. Kwa hiyo mimi kama mwanamke ninapogundua kwamba nimeitwa mwanamke, ninabaki na heshima yangu kama mwanamke, na inapofika katika engo la kumwambia huyu ni mwanaume, nafasi yangu ya kumheshimu kama mwanaume kama kichwa, yaani nitamheshimu. Kwa hiyo kama kuna mafundisho ambayo sisi watumishi wa Mungu tunafaa kuyaepuka sana, ni kweli kwa jamii ya sasa mwanamke mwenye degree, PhD, dokta, mheshimiwa, mpaka wa mafuta hawezi kuolewa na kufanya kazi za ndani? Mimi nipende kusema tu kwamba mwanamke ameitwa msaidizi bila kujali ni nani. Tunamwona mama yetu, Mama Samia, rais wetu, anapokuwa amefika nyumbani kwake, kwa mume wake, kwa watoto wake, yule mama pamoja na urais wake wote na kuitwa dokta na PhD zake zote na urais wote alionao, anabaki kuwa mama. Kuna statement yake moja fulani hivi huwa naipenda sana, anasema hivi, aliwahi kutolea mfano wa binti yake, anasema hivi: nilikuwa nikizunguka huku na huku, huku na kule, lakini mwanangu akaniambia siku moja, mama, nahitaji kuwa na nafasi na wewe au na familia. Kama sikosei na nukuu, lakini majukumu yake ya kikazi yalikuwa yanamfanya wakati mwingine anashindwa kukaa na familia. Na kipindi hicho sasa alikuwa sio rahisi. Nafikiri alikuwa kwenye nafasi fulani hivi. Sasa hivi ni rahisi. Pamoja na kwamba ni rahisi, bado anapofika nyumbani ni mama. Atamhudumia mume wake, atahudumia watoto wake. Kwa hiyo hakuna mahali kokote ambako kunaeleza kwamba huyu mwanamke hawezi kufanya kazi za nyumbani. Yaani atapika, atafua, ataosha vyombo, kama ni nguo za mume wake atazipiga pasi, kama ni nguo za watoto atafua, atapika chakula cha mume wake. Mume wake akimaliza atamuuliza, hani, umemaliza kula? Basi atatoa pleti yake na kuipeleka jikoni. Atatandika kitanda cha mume wake. Atafanya kila kitu kinachomfanya aitwe kuwa mama, bila kujali yeye ni nani. Unapokuwa unajaribu kuleta au kuingizia cheo chako, elimu yako kwenye ndoa hakuna elimu haisei. Kwenye ndoa hakuna elimu haisei. Kwenye ndoa hakuna kiwango chako cha mshahara unachokipokea. Kwenye ndoa hakuna cheo chako. Kwenye ndoa hakuna dini yako wala imani yako. Ndoa ni ndoa, lazima iheshimiwe na watu wote na wajibu uende pale pale. Mimi ni mama, nina mume, lakini inapofika wakati ambapo ninafaa kufanya majukumu yangu ya kuwa mama, nafasi yangu ya kuitwa kuwa mchungaji inabaki kuwa ndani yangu. Lakini nitafua, nitapiga pasi, nitapanga nguo kwenye kabati, nitajua shati nyeupe huwa zinakaa hapa, shati za black zinakaa hapa, shati za dark blue zinakaa hapa, ili anapokwenda kazini asianze kuhangaika. Actually wale wanaume hawajuagi saizi navaa nini. Lakini wewe mwenye PhD, wewe mwenye degree, wewe dokta ambaye una masters, hata akitoka lazima uhakiki leo amevaa nini, leo ametokaje, leo anaendeleaje. So kwa ufupi, huko kwenye ndoa
uko kwenye mahusiano, hakuna cheo, hakuna cheo. Ndoa iheshimiwe na watu wote, iheshimiwe na mwanamke, iheshimiwe na mwanaume, na kama mwanamke atajua wajibu wake kwenye ndoa, ndoa yake itafanya vizuri sana. Ikikupasa kufua chochote, fua. Wewe unasema kufua shati. Sasa ukitaka kufua boxer, utafua. Hasa sio boxer tu, kuna vingine vingi tu hapa ziko kwenye kitchen party, utafua tu. Sawa, utafua tu. Kwa hiyo ningekuwa kwenye somo la kitchen party ningezungumza vitu vingi sana. Lakini utafua hivyo vyote, tumeambiwa si ndo tufue, sio mwanaume afue. Haya, mkimaliza lile tendo, nani anafuaga? Mwanaume. Wewe mwanamke uliyesoma, hebu acha hayo mambo. Acha hayo mambo. Na unapofanya hivyo sio kama PhD yako inatoka, degree yako inatoka, wala kazi yako inatoka. Hapana. Cheo chako kinabaki kuwa cheo chako, nafasi yako inabaki kuwa nafasi yako. Uwezo wako unabaki kuwa uwezo wako, na ile nafasi uliopewa na Mungu inabaki kwa ile nafasi. Lazima uiheshimu na uifanyie kazi kwa bidii. Na hapo utakuwa mwanamke bora zaidi kuliko hata elimu yako, kuliko hata pesa yako, kuliko hata mafanikio yako. Wanawake wenzangu, cheo ni cheo. Elimu ni elimu, pesa ni pesa, kazi ni kazi. Lakini ikifika kwenye swala la ndoa, ndoa iheshimiwe na watu wote kama neno la Mungu linasema. Heshimu ndoa, chukua nafasi. Haijalishi mwanaume ana kazi, haijalishi ana kazi, haijalishi wewe unaleta kipato kikubwa, haijalishi wewe unafanya nini, haijalishi wewe ndio una akili nyingi, haijalishi wewe ndio una elimu kubwa, haijalishi yeye ana kitu. Mwanaume ni mwanaume tu, anafaa kupewa heshima yake kama kichwa. Mungu awabariki wanaume, Mungu awabariki wanawake. Nawapenda. Asante sana kwa nafasi ambayo nimekuwa nayo nzuri. Tumejadili mambo makubwa sana katika jamii na naamini yatakuwa fundisho. Asante sana wote ambao mmenisikia leo. Mungu wa mbinguni awabariki, abariki kipindi hichi, na next time I believe nitakuja hapa. Mungu awabariki sana. Thank you so much. Amen.